Wiki ya 17 kwenye Air 20 Countdown inaanza na ufafanuzi muhimu kuhusu mfalme wa pop Jafar Jackson ambaye anacheza nafasi ya Michael Jackson kwenye filmu ya Michael. Amejibu madai ya muda mrefu kwamba mjomba wake alitaka kuwa mweupe. Amesema hilo sio kweli, akieleza kwamba Michael Jackson alikuwa anaugua vitiligo, hali inayosababisha kupotea kwa rangi ya ngozi. Jafar amesema filamu hiyo inalenga kuwafundisha watu ukweli kuhusu muonekano wa MJ, ikionyesha athari za kimwili na kihisia alizopitia tangu akiwa mdogo, jambo lililodhibitishwa by the way na uchunguzi kwenye mwili wa Jackson 209. The biggest misconception I would say that he wanted to be white. That's a big misconception, and that this film gives you that understanding of what that is, you know, what that vitiligo. By the way, filamu ya maisha ya Michael Jackson Michael imetoka jana, nendeni mkaiangalie. Sasa kwenye story halisi za nyimbo kubwa duniani inaonyesha nguvu ya DM moja tu. Davido aka OBO alifichua kwamba collaboration yake ya Nicki Minaj ile Holy Ground ulianza baada ya kugundua kwamba Nicki alikuwa akimfuatilia kwa miaka tu, na siku moja akiwa huko Abuja, Nigeria, akiwa amelewa kidogo, ako tipsy kidogo, aliamua kumDM Nicki Minaj akamwambia kwamba niko na ngoma ambayo nataka tufanye, na Nicki akamjibu faster sana na waka exchange numbers. Nicki alirecord verse yake ndani ya siku 2 tu, inasemekana bila malipo kabisa, na hadi wa leo wasanii hao wawili hawajaipatana, lakini vibe iko pale pale Holy Ground. Davido haonyeshi dalili ya kupunguza kasi, si ndio? Na sasa amedhibitisha album ya pamoja na Chris Brown, akifichua kuwa tayari wana nyimbo zaidi ya 20 ambazo wamerecord pamoja. Ingawa bado hakuna tarehe rasmi ya kutoka kwa hii album, inaweza ikatoka mwisho wa mwaka wa 2027. Huku pia kuna mpango ya ziara ya pamoja ya Breezy na Baddest Tour ambayo itafanyika Afrika na itafanyika Ulaya pia. Si kila uhusiano wa msanii na mashabiki ni imara kama inavyoonekana, si ndio? OG Khaligraph Jones amewakosoa mashabiki wanaomwomba pesa kupitia DM lakini hawasupport kazi zake. OG anasema kwamba ukimwomba pesa kwenye Instagram ataangalia profile yako, na akiona una support Diamond sana ama Fally Ipupa, basi atakwambia nenda ukaombe hao ambao unawasupport, sio OG. Alafu sasa kuna ile mbogi na kujanga kwa DM sema, hey Khaligraph, I am your fan, I like your music, I've always supported you from the beginning, nataka unisaidie, sijakula kitu nini, ama unisaidie labda kuna shughuli fulani unaweza nisaidia nayo. You know, the first thing I usually do is that I click on your profile, niende niangalie kama ushaipost ngoma yangu mahali kwa profile yako. Unajua nataka kuangalia kusema, has this guy ever posted any of my music? Mimi napata na post akina Diamond, msee umepost akina Fally Ipupa, itabidi Fally Ipupa akusaidie mzee, because there is no way you can come to me and ask me for help. OG, chill bro. Anyway, wakati wasanii wengine wakistress kabisa bana kuhusu msaada ama support kwa mashabiki, wengine walilazimika kabisa kurisk kila kitu kabla hata ya kupata mashabiki wengi wa kuwasaidia ama kuwasupport. Tems alifunguka wiki hii kuhusu wakati alipoacha kazi yake ya digital marketing. Hiyo ilikuwa 2018 ili kufuata muziki full time. Anasema kwamba hii moment haikuwa rahisi, alikuwa anaogopa sana na alikuwa anatetemeka tu all the time na alikuwa analia pia, lakini alihisi kabisa kwamba hii ilikuwa ni ishara ama sign toka kwa Mungu. Akapewa support na mamake, akaamua kabisa bana kuacha kazi ya 9 to 5 ili kufocus na dream yake ya kuwa msanii. Na like we all know, the rest is history na Temi Dayo, sindio? What? Like there was just like a voice in my head that was like, you need to leave this job right now. You need to do it by the end of today. You need to have done it. It felt like as if something was going to happen, like if I didn't do it. My mom was like, oh, this is what I received for you this year. Like I think you should. Kuhusu kusudi na kukua, Tems si makini tu kwenye muziki, hata mtazamo wake kuhusu mapenzi ni wakina kabisa. Anasema ndoa si hisia tu, bali ni ukuaji, kufaana na kuwa na malengo ya pamoja. Kwa yeye kabisa bana, kama Tems, ndoa pia ni ushirikiano, si umiliki, na anaamini kuwa msingi imara wa kiroho ni muhimu kabisa bana kati ya watu wawili, ili these two people wabaki responsible to each other all the time. I feel like marriage is something that makes you better as a human being. It shouldn't be about whether you're like so into this person or like you like this person so much. It's about compatibility, and it's about whether this relationship makes you a better person. Tems anaongelea zile issues zenye ana consider kwa mwanaume ndo aamue kabisa bana kucommit kwake, si ndio? Yeye bado anaangalia, lakini kuna wengine ambao tayari wanaishi kabisa bana hizo moments, kama Adekunle Gold ambaye anasema siri ya uhusiano wake na Simi ni rahisi sana. Wao ni marafiki wa kweli na wanapendana na wanafurahia kuwa pamoja. Anaelezea kuwa mapenzi yanahitaji juhudi za kila siku, uaminifu na kusaidiana, hasa kwenye tasnia yenye shughuli nyingi, sababu Simi na Adekunle Gold wote ni wasanii ambao wanafanya vizuri. Haya jamaa wame mark 7 years kwenye ndoa this year by the way,
wako na watoto wawili na wanaendelea kuonyesha kwamba mahusiano imara hujengwa, sio tu feelings all the time. This woman is good. I need to be very, very, very good at it, you know. But it's that kind of healthy competition that I have, and the fact that we help each other. I've said it everywhere. She mixes my songs sometimes, and she mixed Obimo. Must be nice, isn't it? I wanna get married too someday na ni celebrate miaka mingi na mtoto wa mtu, sindio? Lakini kwa sasa what I can do ni kukupeleka around the world for more stories kwenye entertainment wiki hii ya 17. Tuanza na Tems ambaye amekuwa msanii wa kwanza wa Afrika kuvuka streams bilioni 1 ndani ya kwata ya kwanza ya 2026. Tyler anafuata nafasi ya pili hapo, jambo linaloonyesha kipindi cha kihistoria ambapo wasanii wanawake wa Afrika wanaongoza kwa numbers za streaming barani. Twende kwa aliye perform na Tems kwenye Coachella hivi majuzi, Justin Bieber. Bado anaendelea kumake records kabisa bana around town. Merchandise za Justin Bieber zinaripotiwa kuingiza dola milioni 15 kwenye weekend zote mbili za Coachella, zikivunja records za mauzo zilizowahi kuwekwa hapo awali na kuonyesha kabisa kwamba brand ya Justin bado iko pale pale tu despite issues ambazo yeye mwenyewe amepitia all through the years. Tumuongelee Omalay ambaye ameweka wazi nia yake ya kuwa msanii tajiri zaidi wa Afrika kuwahi tokea ndani ya miaka michache ijayo. Inafuatia pia kauli zake za awali akijiona kama moja wa wasanii wakubwa, yani kwenye ile conversation ya Big 3 yeye anataka kuwe na Big 4 ama Big 5, si ndio? All the best Omalay. Kuna issue pia kuhusu Drizzy Drake wiki hii. Ameconfirm kwamba albamu yake Iceman inatoka tarehe 15 Mei. Hii ni baada ya kufanya promo fulani hivi interesting huko Toronto kwao. Tumalize na good news. Eminem amesherehekea rasmi miaka 18 ya kuwa soba tarehe 20 April 2026. Inafuatia karibu kupoteza maisha kutokana na overdose mwaka wa 2007. Alianza kuwa soba tarehe 20 April 2008 akipata msaada mkubwa sana kutoka kwa Elton John. That's all for this week. Asante Caleb, wewe ni mnoma, wewe sio mzembe. Tuanze kwenye nafasi ya 11. Dogo Pattern na Mzembe ilikuwa nafasi ya 14 wiki iliyopita na iko na wiki mbili chatini.